Lakini nataka niwaahidi kwamba tulilolipanga kama serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, kwanza tumebaini changamoto zinazokumba baadhi ya maeneo ambayo hatarishi kwa usalama, ambapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nzima tuna maeneo zaidi ya 699 ambayo yanahitaji vituo vya polisi vya dharura. Nimetajiwa hapa karibu maeneo matatu kwenye mkoa huu wa Kaskazini Pemba. Tumetajiwa Fundo, tumetajiwa Micheweni, tumetajiwa ni Shumba, kuna Mtambwe na kwingine wapi kule Kojani na Tumbe tumeambiwa. Nataka niwaahidi kwamba tunalichukua hili na tutahakikisha tunajenga vituo kwenye hayo maeneo hata nje ya bajeti yetu ya serikali, ili tuhakikishe kwamba tunapunguza changamoto ya upatikanaji wa huduma za kiusalama kwenye maeneo ya wananchi. Ni ukweli kwamba kasi ya ukuaji wa uchumi, kasi ya maendeleo kwenye taifa letu imekuwa kubwa sana, na kwa ukubwa wa kasi ya maendeleo, jambo moja huwa tunalisahau, na jambo lenyewe ni nini? Kwamba kila maendeleo yanavyozidi kupiga hatua, basi na kinyume chake hali ya uhalifu inazidi kuimarika, kwa sababu unapojenga barabara ya kuenda mahali ambako hakukuwa na barabara, sio tu kuwa umemsaidia mkulima kutoa mazao au mvuvi kutoa mazao aliko kupeleka sokoni, hapana, hata mwizi umemsaidia kufika kwa urahisi ili aje aibe aondoke, au sivyo jamani? Na hii dunia, ndugu zangu, kama ilivyoumbwa kwamba iliumbwa ina watu wema na wabaya, na itamalizika ikiwa na wema. Kwa muktadha huo huo, maana yake ni kwamba hata tutakapodhibiti vipi, bado tutaendelea kuwa na changamoto kwa siku nyingi zijazo, ila nina matumaini makubwa kwamba kwa siku zijazo changamoto hizi zitazidi kupungua, na hasa tukiendelea kuimarisha maadili na kudhibiti mmomonyoko wa maadili, basi dunia hii au mkoa huu utazidi kuimarika kiusalama. Nishukuru na kuwapongeza sana viongozi na wananchi wa mkoa wa Kaskazini Pemba kwa kuwa mfano mzuri wa kudumisha amani na utulivu hapa nchini. Hongereni sana. Na hili limedhihirishwa na mkutano wetu huu wa leo. Mkutano wa leo ulikuwa una viongozi wa vyama tofauti vya siasa. Mkutano wa leo una viongozi wa dini mbalimbali. Mkutano wa leo una watu wa rika mbalimbali waliochanganyika na kukutana hapa kwa dhamira ya kusikiliza, lakini pia na wao kupata nafasi ya kusema. Hii ni ishara ya kwamba upendo miongoni mwenu upo. Changamoto hazikosekani kama ambavyo zimeelezwa, na hizi zitaendelea kuishi mpaka dunia imalizike, kwa sababu binadamu au maendeleo ni sehemu ya changamoto. Wote tunajua aliyejengewa barabara anahitaji maji safi na salama, aliyepelekewa maji safi na salama anahitaji kituo cha afya, mwenye kituo cha afya anahitaji shule, mwenye shule na vyote hivyo anahitaji kituo cha polisi, na kadhalika na kadhalika. Hiyo ni ishara ya kwamba hata maendeleo ni sehemu ya mwanzo wa changamoto nyingine. Tumbe ni sehemu ambayo ina uhalifu mwingi. Tumbe ni sehemu ambayo imepakana na bahari ya Hindi. Mwaka 20 kituo hicho kilihamishwa kwa madai ya kuwa kuna upungufu wa askari, na nilikuwa naamini hivyo. Lakini tokea kipindi hicho imekuwa napo mara nyingi wanapokuja viongozi wa jeshi la polisi huomba kituo hicho kirejeshwe. Sisi tulikaa pahala tukatafuta nyumba kama tulivyopewa maelekezo, tukatafuta mpango wa kukifanyia ukarabati. Hata juzi alipokuja mkuu wa polisi jamii Tanzania nilimlalamikia hilo na alikwenda kuliangalia. Kwa hivyo, Mheshimiwa Naibu Waziri, kutokana na mazingira ya Tumbe ilivyo, tunaomba kituo hicho kirejeshwe.